speaking to you. It is not Getahi who is talking. It is the voice of the Lord Jesus that is speaking to us. Oh, you people of double mind. The child of the light has no double mind. Every child of light has pure heart. Every child of the light has pure action. Kuna watu wanasema hivi, hii utaandika the 3 stages of holiness. Ninashikanisha na hiyo. Holiness iko na 3 stages. Kuna stage inaitwa positional stage. The positional stage ni ile mtu anakiri Yesu ni Bwana, anaokoka. Kama saa hii nitaombea watu wa kuokoka. Hiyo ni saa ile unaenda unasema nimeamua kuokoka. Na hii ndio wahubiri sasa, na watu wengi tunaona kwa social media wanasema tunakaa kwa neema, ukikunywa pombe na you are doing the will of the Father. John chapter 14 verse 15. Is it that or 15:14? Jesus said, if you love me, you will obey. You will obey. Rabba sharaba shakaraba yantai. John 14:15. Mukinipenda mimi Yesu mutazishika amri zangu. Loving Jesus is positioning yourself. Holding the commandment of the Lord is practicing that commandment, that holiness. Kushika sheria ni kupractice. Hebrews chapter 12 verse 14 inasema pasipo huo utakatifu, the practical holiness, hakuna mtu atamuona Mungu. Angalia Hebrews 12:14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Mwaka huu ni wa kutafuta amani, kutafuta utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa naye. Angalia the key words. Ni hiyo ya mwisho. Atakaye, ambaye hapana mtu. Hapana nani? There is no animal here. Human being. Na Kiingereza inasema, kwa sababu ya Waingereza wale wananisikiza, pursue peace with all people and holiness. Holiness is divided into 3. Positional holiness, practical holiness, and ultimate holiness, without which no one will see the Lord. The ultimate holiness is the final of the holiness. Ni kumuona Bwana. Blessed are pure, for they shall see God. When they are pure in heart. Kama tuko pamoja sema amen. Amen. Kucheka kuliisha. Mwacha kuendelea kuisha. Si ndio? There is time for everything. There's the time of righteousness. Tell your neighbor righteousness. Hebu nisikie. Positional. Nimesema there are 3 types. There are 3 stages of holiness. Number 1. Number 2. Number 3. Angalia your neighbor, mwambie hizo 3. Tuko kwa darasa. Number 1, mwambie purity imegawanywa. Mwambie purity imegawanywa mara 3. Mwambie purity imegawanywa mara 3. Purity ni usafi. Haya, the purity of, tuanze na hapa upstairs. The purity of tabia. Kwa hivyo mwaka huu mwana wa nuru abadilisha tabia zake. Rudini makanisani. If you don't go to church, don't say that ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Tuendelee usikie. Jicho likisema halitaenda kanisani, nitafutie hapo. Jicho likisema mimi si pua, je, mguu ukisema, angalia, hao ni mshirika ila aendagi church. Wakayolewanu wakisema sitaenda church. Ona. Mguu ukisema kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. Je, sisi wa mwili? Si wa mwili kwa sababu hiyo. Tuendelee. Na sikio likisema
Kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Tuendelee. Kuna mahali nasema kama mwili wote ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Come on, wonderful. Can you see the word? Kama mwili wote ukisema ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Iko wapi masikia? Masikia Bwana Yesu. Ambia jirani yako, kuanzia mwaka huu urudi kanisani. Endelea, tuendelee kusoma. Hapo tuendelee. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Verse 20. Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mungapi? Wako. Baba, ninaomba hakuna mtu atakaa kwa nyumba mwaka wa 2025. Wote tutakuwa kanisani. Maana sasa mapua haitakaa kwa nyumba, jicho halitakaa kwa nyumba, ngozi haitakaa kwa nyumba. Kila sehemu iliyo hapa ni ya muhimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Sasa number 3 tukasema L for Yesu ni mwana kondoo, na nikasema lamb stand for and meekness, upole, tuwe wapole. Amen. Na number 5 tukasema Jesus is. Kwa hivyo penda jirani yako, penda Mungu wako na moyo wako wote, na upende jirani yako kama nafsi, for God is love. And L number 5, Jesus is. Maana sisi ni wana wa na wana wa nini? Hatusaidiani. Wana wa nuru na wana wa maana mauovu. Mtu yote anafanyanga dhambi ni wa usiku. So God bless you so much. Nasema hivi, mwaka huu katika adui shetani ataachilia vifo, tuombe. Number 2, ataachilia magonjwa makubwa. Kuna ugonjwa ambao unataka kuachiliwa nchi ya Kenya, na tuombe sana kwa sababu ni ugonjwa ambao utaleta vifo vingi. There is a sickness shetani amepanga, sio Kenya, the whole world. Na tusipoomba huo ugonjwa utaaffect watu wengi sana, na ina uwezekano turudi kwa nyumba tena kwa sababu ya huo ugonjwa. Lakini kanisa tukiomba, tuna uwezo wa kusimamisha. I know I'm speaking to a child of light and an intercessor. So there is a sickness mahali fulani umetengenezwa na adui, anataka kuachilia dunia mzima. Ndio dunia iwe frustrated, imuasi Mungu, imuache Mungu, alafu ipevwe kwa Antichrist. Hiyo umeshika na umeze na ujiwekee. Ndio ikitimia, tukiomba tutaimaliza hiyo. Tutasikia imepita na itaenda. Amen. Pia spirit nyingine imeachiliwa ni spirit of poverty, the drought. Miaka hiyo mingine kuna roho ambayo shetani anajaribu kuachilia ya umaskini mwingi, lakini tukiomba as the child of light tutasimamisha hiyo yote na Bwana atatubariki. Kuna watu wengi shetani amepanga wauze their birthright kwa sababu ya mashida, lakini tukisimama nchi yetu itabarikiwa. Si tuna intercessors waseme amen. Turudi makanisani ndio tuombe, turudi kwa Mungu, tuombe. Let us seek the Lord. Maana tukiomba usiku, tuombe mchana, turudi makanisani. Kuna mambo mengi yamepangwa na adui, tukiyasimamisha haitatufikia. Lakini kanisa tukilala itatukuta usiku na adui atapanda magugu na tutalia. Better prevention is better than cure. Hiyo ingine nimesema ni kichungi itaachiliwa, na hiyo itakuja kwa kanisa sana. Judgment is beginning katika nyumba ya Mungu. Na si Mungu abariki sana. Naomba tu tusimame, tujinyoshe kidogo, alafu tuweze kukaa. Simama tu. Watu wale watakuwa waaminifu kwa Mungu. Kuna mambo matatu Bwana atafanya kwao. He will give them a name. Number 2, he will make them great. And number 3, they will be mighty. Atawapea jina, atawafanya wakuu, na watakuwa hodari. Hiyo ndio mambo matatu ya muhimu Bwana atafanya kwa yule mwaminifu mwaka huu. Kuna watu katikati yetu wengine wameko hapa tu,
wamekuwa waaminifu katika kumpenda Mungu. God is going to give you name. Na usichange. Jina lako litaenda juu sana. Ane make you great. Make you mighty. Nguvu nyingi. Make you great. Chochote utaguza mikono yako kitafanikiwa. Watu watakupenda. Kama vile Bwana amesema leo, kuna watu atawapea majina kwa familia zao. Kuna watu walikuwa wamefichwa, mnaenda kuchomolewa. Na watu wa familia watawatafuta sana na watawapenda sana. Na wewe ndio utakuwa ukisema because the Lord is making you great. Kuna wengine hapa nyinyi ndiye kusema kwenyu, lakini ulizimwa kama msuma. Chomoa. Thank you Lord. Bwana wabariki. Tukiwa tumesimama hivyo, kila mtu amesimama. Kuna watu Bwana anawaita anawaita. Ningeomba tu tukiwa tumesimama hivyo niwekee ka video clip fulani. Kuna watu Bwana anasema muachane na dhambi. Kuna watu wamekuwa kwenye addiction ya kitu fulani, na amewaambia nikiongea hapa unasikia ukihukumika ndani yako, na unasikia unataka kumrudia Bwana. Sauti ya Bwana inakuambia uokoke leo. Renew your salvation. Wengine come back to God. That cry you will cry. I need sound. Sins have gone. Lord, I worship you. Si ya keyboard ya huko. Zungumza na Bwana kwa sababu yale mambo tumesikia. Can you pray for your life? Najua unaweza kuona naongea hapa, lakini Bwana alikuwa naongea. Hata mimi natameka tu nikiwa hapa. Can you pray for your life? Pray personal life. Can you pray for your personal life? Jiombe. Jiombe. God is not a respecter of any person. Pray for your personal life. Pray for your relationship with Christ. Hatujafika, pray for your personal life. Pray for your personal life. Omba. Kila mtu hapa. Omba. Ombea tu maisha yako. Alafu ombea watu wenyu waokoke. Can you pray for salvation ya watu wenyu? Kumbuka watu wenyu ambao waokoka na uwataje kwa majina. Hata kama umewaandika, wakumbuke, wataje, waombe. Waombe. Pray. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mwambie tu Bwana, ningetaka tu mpelekane na wewe. The exposure itaonekana. Kuna watu ambao wakikosa kuchange, wapuuze sauti ya Bwana, wataaibika sana. Watakuwa humiliated. Wataaibika. They are going to be ashamed if they don't change their way. The Lord is saying, change your path and follow the right path. Tunaweza kukaa kidogo, just sit down. Kuna private sins zimekuwa zikifanyika, very private. Bwana anasema uachane na private sin. This is your day. Mwaka huu Yesu anaweza kurudi. Sisemi anarudi mwaka huu, but Jesus can come back akukute hauko tayari.
You miss the purity of mind, action, and the purity of the heart. The purity of the heart ni purity ya mdomo, maana kinywa hunena kile kimejaa kwa moyo. Kwa hivyo mdomo wako lazima uwe msafi. Kutukanana ni dhambi. Maandiko yamesema watu wote huwa wanatukanana wataenda jehanamu. Maandiko yamesema watu wote wanatukanana hawataurithi ufalme. Mtu yote anaongeanga uongo hataona ufalme wa Mungu. Mtu yote ambaye kinywa chake kiko na msaha hataona ufalme wa Mungu. Mtu yote anaongeanga neno lisilofaa hana nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Let me tell you, and I assure you, tarumbeta ikilia saa hii, Yesu arudi saa hii, hautaenda mbinguni. Change your communication. Change the way you talk. Nataka wakati naitana altar call niwekee hiyo video kidogo. Ni video ya rapture na iko na combined na wimbo. Jesus. The cry you will cry when the saints have gone. Cry it now while the saints are still around. The shout you will shout when you heard that the saints have gone. Shout it now while the saints are still around. After rapture, there will be no more mercy. This is the time to ask for God's mercy when the saints are still around. Mercy will not be available when the saints are gone. Grace will not be available when the saints are gone. Mercy and grace will not be available when the saints are gone. Repentance is now while the saints are still around. Repentance is now while the saints are still in the world. This is the time to serve Him in truth and in spirit. Be conscious of eternity. Don't live your life anyhow. Heaven is real, hell is real. Come to Jesus today. Seek Him when He can be found. Tomorrow might be too late. Oh, He's knocking at the door of your heart. Let Him in, He's waiting for you. Remember, He will not wait forever. He's available now, Lord. Let Him in, He's waiting for you. Akwa ikebe, minuru nandisa lawo. Udeigasu mbigeti akwigebe minuru nawali wandiso tiayubwa beyubwa mwendiso kanonwa Jesus mbiga chota ye kwa kanuzo magene perengia. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 Kama uko katikati yetu, unaambia Yesu, nina dhambi za kutubu, kuja mahali hapa. Inuka tu uje hapa ni kuombe. Repentance is now. Come to Christ. Come. Wakati hiyo video inacheza tena, kuna sauti inakwambia tubu dhambi zako, nirudie mwaka wa 2025. I'm going to save you. Kutoka huko nyuma kuja umrudie Yesu. Come.
Naomba tu huyu aondolewe hapo tu. The cry you will cry when the saints have gone. Cry it now while the saints are still around. The shout you will shout when you heard that the saints have gone. Shout it now while the saints are still around. After rapture, there will be no more mercy. This is the time to ask for God's mercy when the saints are still around. Mercy will not be available when the saints are gone. Grace will not be available when the saints are gone. Mercy and grace will not be available when the saints are gone. Repentance is now while still in the world. This is the time to serve Him in truth and in spirit. Be conscious of eternity. Don't live your life anyhow. Heaven is real, hell is real. Come to Jesus today. Seek Him when He can be found. Tomorrow might be too late. He's knocking at the door of your heart. Let Him in, He's waiting for you. Remember, He will not wait forever. He's available now, Lord. Let Him in, He's waiting for you. Akwa ikebe, minuru nandisa lawo. Beyubwa, mwendiso kanonwa. Udeigasu, mbigeti, akwa ikebe, minuru nawali wandiso. Tiayubwa, beyubwa, mwendiso kanonwa. Jesus mega chotaya kwakanuzo magene perengia. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 Mwaka wa 2025 muko wengi kweli kweli. Kujeni kabisa, kujeni kabisa. Naomba tu ashas wetu muwapange. I think I have ministers na tulisema tasaidiana kazi pamoja. Kuna ministers mpangeni watu wapange laini. Hata kwa kusiwe watu, unaona watu wamefika huko mpaka mwisho, wapange hivi huko. Songeni hivi, kuna space pande hii. Kujeni tu muokoke na usiache vitu zako kwa kiti, kuja naye. Cho. Mtu anaokokanga mpaka na simu yake. Au achie neighbor, unamwambia neighbor, hiyo niangalilie hapo. If you are ready, you can continue. Repentance is now. Watu wengi, Yesu anaweza kurudi hata sai. You go back to church. Wewe ni mapua, wewe ni sikio. Wewe ndiye jicho la kanisa, lakini jicho linakaa kwa nyumba, linaenda kucheza mpira. Apple. Kujeni kabisa, watu wote kujeni, usiketi. Jo space iko. Minister Beatrice, nasema wakijaa wapangwe hapo hivyo, wapangwe hivyo. Dennis wapangwe hivyo. Niwaone hapa mbele hivyo. Ndio nasema.
Is it okay now? Kama kuna most important thing au article in this entire world is salvation. Article of salvation. Kuokoka, you must position yourself. Then after here, practice what umepokea. That is live a holy life. Number 3, the ultimate of this righteousness, holiness is eternal life. The final. Siku moja tutamuona Bwana Yesu uso kwa uso. 1 John chapter 3 verse 1 inasema, oneni ni upendo wa aina gani tumependwa naye hata tukafanyika wana wa Mungu. Hatujui vile itakavyokuwa, lakini tunajua ya kwamba atakapodhihirishwa tutafanana na yeye. Tutamuona vile alivyo, tutafanana na yeye. Hakuna jambo muhimu duniani kama uonane na Yesu na umuone vile alivyo na mfanane na yeye. Mambo mawili. To be like Jesus and to see him as he is, because Jesus is there. Kiona tu amekwambia welcome, unasema wow. Haya, kujeni tu, harakisheni. Ashas, muharakishe tu, akuje haraka tafadhali. We have a lot of things to do after here. Please. Haya, nataka tu uone hii video, iko sawa? Okay. Uko na access ya അപ്പോൾ വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരും. ആകാശത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ 4 ദിക്കുകളിലേക്കും അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് കല്ലറകൾ തുറക്കും. കിരുകിര ശബ്ദത്തോടെ വേർപെട്ടുപോയ അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ശരീരം ധരിച്ച് മരിച്ചവരെല്ലാം ജീവൻ പ്രാപിക്കും. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഏത് നിഗൂഢ പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിന്റെ നീതിപീഠത്തിനു മുൻപിൽ വെളിപ്പെടും. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും.
ചെറിയവരും വലിയവരും ഒരുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. താന്താങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതം ഓരോരുത്തരും വിധിക്കപ്പെടും. തന്ത്രപൂർവം ഭാര്യയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ. നിരാലംബരെ അവഗണിക്കുകയും പണം ധൂർത്തടിച്ച് സുഖലോലുപനായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. മകളെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു പിതാവ്. വ്യഭിചാരിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ. രോഗികളെ അവഗണിച്ച് സമൂഹത്തെ കൊള്ളയടിച്ച് ധനമോഹിയായ ഒരു ഡോക്ടർ. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വിഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവങ്ങളായി ആരാധിക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരുവൻ. ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാം പുഴുക്കൾ ചാകാത്തതും അഗ്നി ശമിക്കാത്തതുമായ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും. ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥവും തുറക്കപ്പെടും. Nani katikati yetu amebaki? You want to dedicate your life to Christ. The voice is calling you. Kimbia, 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 kuja upatie Yesu maisha yako. Afadhali ukose kila kitu, lakini urithi ufalme wa mbinguni. Kuna sauti nasema inuka, ukajoin grupu hii. Simama, simama. Kuna sauti nasema okoka. Come, come. The Lord is calling you. The Lord. Sauti ya huruma, sauti ya huruma inakuita. Come to Jesus. Come. Asante, kuja, kuja. Lord. Jo. Kuja, harakisheni tu. Harakisheni. Kuja, kuja, kuja. Wapatieni njia wa watu wengi wanakuja. I think upande huu unaonekana ukiwa na watu wengi. Jo. 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 Jo, usamehe dhambi zako. Hebu sikieni. Mwaka huu ni wa kurudi kanisani, kurudi kwa Mungu. Usiwahi kaa Sunday kwa nyumba. Rudi kwa nyumba ya Mungu. Kama utakosa kukumbuka kesha hii, kumbuka jambo moja. Kurudi
kwenye nyumba ya Mungu. Go back to church. Come back to Christ. Maandiko imesema yote yatakaa kwa nyumba. Biblia imesema tusikose kusanyika pamoja. Imesema twende tukamwabudu Mungu. Usikae kwa nyumba. Kwa nyumba ya Mungu ndio tunaenda. Hebrews chapter 10 and verses 25. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine ya kukaa kwa nyumba, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo. Kwa hivyo ninawaonya, neno limetuambia tuonyane, turudi kanisani kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kwa nini tunarudi kanisani? Kwa nini tunaokoka? Tunarudi kwa sababu siku hii. Number 1, repentance is always the 001 ambayo is acceptable to God. Repent sins to God. Tell the Lord to forgive you. Mwambie Bwana, mwaka huu nataka niwe msafi. Umetubu hiyo dhambi, inua mikono. Nataka urudie nyuma yangu kwa sauti. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako na nimesikia sauti yako. Nimekuinulia mikono na nimetubu dhambi na makosa nimefanya mbele zako. Nisamehe hii dhambi, sitairudia tena. Umeniosha kwa damu yako usiku wa leo. Mwaka huu wokovu wako ukae ndani yangu, niwe mwana wako, niwe mwaminifu, nikufuate. Chochote nimefanya na ninajisi, umenisamehe, umeniondolea, ni umenifanya niwe wako na kiumbe kipya. Asante Yesu kwa kuniokoa. In Jesus name. Inueni tu mikono yenu. Asante Yesu kwa kuwaokoa hawa. Kuna nguvu katika kukiri. Anayekiri Yesu ni Bwana, anao dhambi haimo ndani yao tena. Umewaokoa. Kwenye kitabu chako wameandikwa mbinguni. Zako zitingie ndani yao. Wengine wajaze na karama ya Roho, wengine wajaze nguvu zako, maisha yao itabadilika. Inueni tu mikono, mpokee karama, mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Pokeeni kazi ya Roho Mtakatifu ndani yenu. Pokeeni, pokea kabisa. Pokeeni, pokea kabisa. Pokea kabisa. Roho Mtakatifu amekushukia. Sasa wewe ni msafi. Una nguvu nyingi hata za kushinda yule muovu. Kuna kitu inang'ang'ana na wewe, imekuachilia. Roho Mtakatifu ameingia ndani yako. Sasa mwili wako, you are instrument of the Holy Spirit. In Jesus Christ mighty name. Mumeokoka. Amen. Na museme amen. Tupieni Yesu makofi mazuri. Haya, niangalieni. Sasa mko wengi, tukisema tuandike majina yenu. Mko watu kama 700 mumeokoka siku ya leo. Nikisema muandikwe majina na mfuatiliwe, sijui wataandikwa, wako na watu wa kuandika. Nimewaalika kanisani, wale wataweza kuja CFF Donholm, mutakuja Sunday pale kanisani na mutaandikwa, mutafuatiliwa. Wengine mkirudi makanisani kwenyu, ninawaomba tu mkirudi nyumbani, ukirudi tafuta kanisa ya kiroho, enda na Sunday ushuhudie. Sio itakuwa sawa? Make sure umeenda kanisani, umeshuhudia Yesu ni Bwana na atakuwa. Na tubalishinda kwa sababu ya ushuhuda wa vinywa vyao. Si ndio? Wale watakuja kwetu, make sure umeona one of the pastors, one of the leader, umwambie umeokoka. Na si Bwana wabariki. Amen. Kwa sababu nataka tuingie kwenye hilo jambo lingine. Bye. Tuwapigieni makofi mazuri kwa kurudi kwa Yesu. God bless you. Live a holy life. Usiachwe na rapture. Usisahau. Hata ukishindwa kuniita majina mengine, wewe ukiniita Pastor Rapture nitaitika. Maana hiyo haitatoka kwenye kinywa changu milele. Ndio tufike mbinguni. Asanteni kwa kuokoka. Fernande Simba tu wimbo wanaporudi kwa viti. Mrudi tu kwa kiti. Si Bwana wabariki. Ningewasalimia wote na Bwana wabariki. Nataka kusema nini huyu?
Ukikuja kanisani Sunday mtasaidiwa na Bwana atawabariki. Na naomba uende kwa mchungaji wako umwambie Sunday ufuatiliwe na Bwana atakubariki. Waliokuwa wagonjwa wamepona. Dada, hiyo tumbo yako chochote kinakusumbua kimeondoka. Just go live a holy. Mbinguni na duniani pana mwingine, sina cha kupendeza wala cha. Tuna mapasta walikuwa wamekuja siku ya leo, ningeomba wakuja wasalimiane. Just 1 minute ndio tuingie katika ibada ya kuleta mahitaji yetu kwa madhabahu. Mwili na moyo wangu. Wale hawajui kanisa mahali liko, hiyo ndio direction Donholm CFF. Ukitoka tu pale Jacaranda roundabout, kama unaendelea kwenda B Center roundabout, utaona our signboard imeandikwa CFF. Hapo tu nyuma ya Greenspan Estate utaona kibao yetu ya CFF Donholm. Huko ndio tunahubiri utakatifu, neno la Kristo, neno la kweli. Haya maneno nimeongea hapa, nimeongea juu na iongeanga sana kanisani. Na pia kuanzia next week tuko na church services. Nitakuwa kanisani kuanzia next week and I will teach more na the word of God. Nitapata nafasi ya kuomba pia, kwa hivyo wale watapata nafasi ya kuja lunch wa services. Sunday tuko Sunday ya tarehe 5 na Bwana wabariki. Every first Sunday of the month huwa ninakuja Citizen TV 9 to 10. Second Sunday of the every month huwa ninakuja Inoro TV 7 to 8 asubuhi saa 1. Every Monday asubuhi na Tuesday 5 AM huwa ninakuja Radio Citizen for 10 minutes Monday na Tuesday 5 AM. Kabla utoke kwa nyumba au saa ile unaandaa watoto au unaelekea kazini, ukiamka tu 5 AM Monday na Tuesday huwa niko kwa Radio Citizen. Tuko na TV yetu inaitwa All Time TV, iko kwa Signet. Naongea hivyo ndio hawa warudi, sijui kama imewekwa. Wale wako Nairobi, mko Kiambu, mko Nakuru, mko Laikipia pande moja, Nyandarua, Narok pande moja, Kajiado, Machakos, tuna TV yetu inaitwa All Time TV. Utakuta mafundisho yetu hapo. Huwa ninakuja live kwa All Time TV. Uende utafute All Time TV kwa Signet. Na kama yako haishiki, angalisha area pande ya Lemuru. Uende juu hiyo Kamonyuge, hiyo area uangalishe pande hii ya Mlimani ya Lemuru, itashikamana. Booster yetu iko pande hiyo. Utaona hiyo TV, utafuatilia vipindi zetu huko. Hiyo ni TV yetu, ina mafundisho na kujanga live huko, na Bwana atawabariki. Pia tuko na page yetu ambayo hatukuja leo nayo ya Reverend Gitahi Daniel official. In the next 7 days tutakuwa tumerecover kidogo, kwa sababu kuna ukora mwingi umeingia kwa social media. Sasa hatukuweza kuiaccess by yesterday, ndio hatukuja live, but within 7 days tutakuwa tumerecover back ya Reverend Gitahi Daniel official. Hiyo ndio YouTube yetu. Kwa hivyo wale wananitazama kwenye tukiwa, naomba wachungaji walio hapa wakuja hapa tu wasalimiane, just jina na mahali umetoka. Kuna kuongea sana, ndio tuweze kuingia. Wangapi wamekuja na mahitaji yao? Nione kwa mkono. Kama unarara sema amen. Ayae. Kama uko on sema haleluya. Wangapi wanasikia vizuri kama mimi? Kicheko ni dawa ya mifupa. Pokea kucheka tena. Achungaji, kama kuna nitaondoka tu hapo. Please, just come. Kuna mtu anawaelekeza, Pastor Sami waelekeze tu. Tuna wachungaji wamekuja.
Kuna Pastor Kelly kutoka CFF Kenongi, Kenare. Wachungaji wetu kujeni tu hapa. Ene pastor ako hapa akuje. Hata kama kanisa yenu inachukua garaini, kuja uchukue. Kuja unisalimie. No problem. Leo kuna makesha nyingi za makanisa. Wakati mwingine tulikuwa na mapasta wamejaa hapa wa CFF, lakini almost every church iko na kesha apart from CFF ya Kenare iko hapa, na Bwana wabariki. Kwa hivyo hao machungaji unaona wengine waliacha kanisa zao, sio ni upendo mwingi. Kwa hivyo wale wachungaji wamekuja wabarikiwe, wale watumishi wako hapa, you are leader of your church, uko na position fulani ukakuja, Bwana akubariki sana. Wale wanatazama kwenye social media, may God bless you in abundance na watendee mema. I love you. Mimi nikiwa mchungaji Etahi nakupenda sana kwa kukaa kwenye platform yetu. Pia nashukuru Bwana. Unajua nasema hivyo, ukiona nikiongea hivyo ni kutamatisha na tamatisha. Maana tuko tunaenda the last session. Nachukua nafasi hiyo, nashukuru Muigai wa Njoroge kwa sababu ya kubali tuende na page yake, Farodhi wa Thayo, DJ Holiness, Mr. Francis wa Kenya. God bless you so much. Na Mungu awabariki. Na wale watu wameshare, Bwana wabariki sana. I want to assure watu wetu hapa, in the next 7 days tutakuwa tumechukua ujumbe huo, tumeweka kwa page yetu. Si wabarikiwe sana. Iniweni mkono sema wabarikiwe. Kutumia page iko na watu, iko na subscribers 500,000. Hiyo sio mchezo, na mtu ametupea bure. Wabarikiwe sana. Na watu wale wanatufuata mbarikiwe. Tunaenda kuchoma makaratasi na kuanoint, kwa hivyo usiondoke. We are coming after this short break. Lakini kaeni hapo, ni mapasta wanasalimiana. Pastor utasema jina mahali umetoka hivyo tu. Hakuna mambo mingi, okay? Haya, microphone iko wapi? Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Kinoti, nimetoka CFF chini ya Apostle. Mungu awabariki. Thank you Pastor Kinoti, unaweza kukaa. Asifiwe Bwana. Asifiwe Bwana. Kwa majina naitwa Pastor Petro, natoka Kayolewani. Thank you Pastor Petro. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Reverend Nixon Chikopwe, nimetoka kwa kanisa ya Riverside Ministry Kawangware. Thank you mchungaji. Bwana asifiwe sana. Kwa majina ni mtumishi Martin Yakobo, Shalom Intercessory Ministry. God bless you. Shalom ni wakwetu. Praise God. My name is... Hatukusikie evangelist. My name is Evangelist Rosemary Kamonde, and I dearly love the Lord. I minister at the Dagoretti Corner and ACK St. Francis Karen. I minister to drunkards, and I honor God so much for that anointing. In Jesus' name. Thank you evangelist. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Naitwa Pastor Anthony kutoka Kasarani Mweki. Hallelujah to Jesus. Happy New Year. I'm Pastor Lillian na ninahudumu na kanisa la Christ Family Church Runda. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Nahubiri pale Umoja 3 na God Provide Healing Ministry, mbarikiwe sana. Bwana wetu asifiwe. Hebu tafadhali inua mkono wako mahali ulioko kwa jina la Yesu. Naitwa mchungaji Kiarie, nimetoka upande wa Kenari, kanisa la Christian Foundation Fellowship. Mungu wetu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Paul Kariuki, CFF Tala. Bwana Yesu asifiwe tena. Pastor Paul Kariuki, CFF Tala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Ruthi, nimeokoka. Yesu ni Bwana.
Nimetoka upande wa Ongatarungai. Chachi yetu iko mahali inaitwa Olekasasimbi Nazarene University hapo. Mi nimefuatilia hii kesha kwa radio ya Kameme na nikasema nitakuja kwa hii kesha. Pastor huwa anakufuatilia sana. Bwana akubariki sana. Mi niko chini ya mchungaji anaitwa Pastor Mukaya, Reverend Mukaya. Tuko Nazarene. Church yenye ni mnaumdumu iko na huko chini mahali inaitwa Twala. Unateremka huko kwa Masai Ngurunga. Ni chaji ndogo, tulipungua mwezi wa 3. Hii mwaka imepita na nikaenda huko na nashukuru Mungu, naendelea kushikilia injili huko. Kwa hivyo Pastor Reverend uombee wachungaji wa ndogo. Na nashukuru kwa sababu Mungu amesema ataanika watu, na ni kweli Mungu anaenda kuanika watu. Nimekuwa nikiomba napikana na hiyo roho ya kipo, lakini tunjiathari tusikuje kuanikwa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Happy 2025. Happy New Year. Majina ni Pastor Peter na sina mambo mengi, niko chini ya baba. Mkiona baba ako hapa, maneno yanapunguka, amekuwa msaada kwangu. Mungu azidi kubariki. Nilikuja hapa kanishika vizuri na tunasaidika sana pamoja na jamii. So tukiwa hapa, mimi ni mwanafunzi nafundishika, nikiwa hapa na burudika. Mungu awabariki sana in Jesus name. Thank you Pastor. Tupige mapasta makofi mazuri. Imefika wakati ambapo maana saa 9 usiku is prophetic hour. The fourth watch of the night huanza saa 9. Na saa 9 huwa ni risali la bingu kufunguka, or the hour, the watch of open heaven. Na mimi ninaomba sasa, kwa sababu tumekuja na mahitaji yetu, nataka tuipeane saa 9 ya usiku wakati bingu limefunguka vizuri. Hata saa hizi zingine bingu limefunguka, lakini there are a lot of heavenly activities huwa zina happen at the fourth watch of the night. Are you ready? Muko tayari? Wangapi wako tayari bingu liwafungukie leo? So nataka saa 9 niweze kuomba ili Bwana kaweze kutuonekania. Kwa hivyo nitaombea mahitaji, lakini kabla niombee mahitaji, tulete mahitaji. Watu wote ambao ni wagonjwa wasimame mahali walipo. Ni neno la uponyaji, maana madhabahu yetu ni otako yetu ni ndogo. If you are sick, hata kama umeandika, simama tu. Kama wewe ni mgonjwa na tumeambia magonjwa yote bye bye, inueni mikono tu mbele za Kristo. I want to speak to that sickness, ikuachilie kabisa before ni chome. Shetani umeshika mwili huu na kwa magonjwa, I rebuke you sickness. Uondoke kwenye maisha haya. Kauka. Magonjwa kauka. Magonjwa kauka kabisa. Toka. Niko kauka. Kuna kazi unafanyiwa na Roho Mtakatifu. Mwili wako hautabeba magonjwa, utabeba vipawa. Unabeba anointing. Utasikia vizuri kwenye mwili wako. Kuna mtu mmoja amesimama, ile magonjwa uko naye ni kipawa umepewa ya kuponya watu. Kuanzia siku ya leo unaenda kuponya watu wengi sana, maana magonjwa hayo iko na watu wengi, utawaondolea. Jesus has visited you this morning. Lord, wewe umepoke, uko na karama kubwa.
wengine ni laana walirushiwa, wengine yalitokana na makosa ya dhambi, lakini Yesu amekuponya. Kila una ugonjwa umepona, na useme amen. Mnaweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni saa 9 kamili. Nataka kuombea mahitaji katika huo uwepo, na kuna stations zimewekwa, sijui ziko wapi. Niko naitisha tu karatasi ambao wanashika hivi. I want to hold them. Praise team, mtakuja hapa because the next 30 minutes mtakuwa mkiimba. Ile mahitaji umeandika, mahitaji imegawanywa mara 3. Kuna family needs, zinaitwa relationship needs. Mahitaji inaitwa financial needs, mahitaji ya kifedha, na ingine ni spiritual needs. Spiritual needs, magonjwa iko kwenye spiritual attacks. Kuna wengine wameota ndoto mbaya, wameandika hapo wataki kuota ndoto mbaya tena. Umeandika, Bwana anaenda kuwatembelea. Nataka msinione, muone Yesu siku ya leo ambaye ameshuka. And the Holy Spirit is our guest. He's our chief guest hapa. Na kuna watu tu wakipeleka mahitaji yao mahali watapeleka, nguvu za Bwana zitaanza kufanya kazi ndani yako. Haleluya. Na sijui watu wa nyuma mumepanga aje. Ningetaka tu niwe na mtu ananingonozea, because tumefika kwenye the most important session. Aya, ashas mahali walipo wamejipanga, kwa hivyo mkiambiwa muamke unapeleka. Nataka uangalie hapa. I have 2 papers. Kuna vikapu 3 kila mahali utaelekezwa. Utakuta asha mmoja ameshika karatasi imeandikwa don't. Ni moja. Ni zile vitu zinachomwa. Baada ya hapo tutakuja tutaziweka kwa mtungi. Sijui mtungi uko wapi leo. Lakini tutafanyia ibada hapo kwa sababu ya hii. Mtukubalisha tu niseme hivyo, but nitawaelekeza. Si ni kweli? Nataka muone, ndio muone. I'll judge it. Na kuna watu wanaondolewa ukoma completely. Hawataiona 2025. This is not the Ark of Covenant. Unajua siku hizi watu wana cook stories. Tumekuwa tukifanya miaka yote. Unajua nikichoma kikapu, weka tu hapa. Naweza kuchoma kikapu. Baada hizi don't zote zikiwekwa kwa ile kikapu itawekwa, zitakuja zote ziwekwe kwa hii ni tire au hii mtungi. Zote zitatoshea hapa watu ngiri 12. Alafu nitachukua kiberiti, I'll judge all the don'ts. Ndio tumeweka moto hapo. Hiyo ni by faith na itachomeka. Wangapi wanaamini yao inachomeka yote? Kansa itachomeka, diabetes itachomeka, kuonewa itachomeka, family conflict itachomeka, vita ya jamii itachomeka, mandeni itachomeka. Nilikuwa nagojea kwa mandeni, amen kubwa. Mandeni itachomeka. Jobless the spirit of lack itachomeka. Alafu kuna hii ya what I want. Nataka kwenda ng'ambo. Zile mahitaji umeandika sasa ya mwaka huu. Utaweka kwa want. Na usichanganye. Usiweke kwa mahitaji kwa ile ambayo ni ya kuchoma. Kwa hivyo kama unahitaji mtoto umeandika zote, kila umeandika, Asha atakuonyesha hivi, anakuambia hii kikapu ni ya want. Hii kikapu ni ya don't. Tena wale wako na envelopes, kuna kikapu ya 3 utaonyeshwa ni ya Thanksgiving. Wale wanatoa Thanksgiving, wale wametoa kwa simu, kuna namba ziko hapo zitawekwa. Hata Equity ziko hapo.
imeandikwa hata Thanksgiving. Feel free kuweka hapo your Thanksgiving. Enter the gate with Thanksgiving. I'm waiting for the numbers. Hizo numbers ziko hapo, kama ungezifupisha kidogo au ziko hivyo Okay. All right. Hiyo Thanksgiving na nini utachukua utaweka hapo. Hiyo ni sadaka ya shukurani. Kuna hiyo ya paybill ya Equity na hiyo nyingine. Vile utashukuru Bwana. Unajua kiwango cha kushukuru Bwana hatufanani. Kuna mtu anashukuru na gari, kuna mtu anashukuru na kiatu, kuna mtu anashukuru na size yake tu, according to the ability and according to the love you have for your God. Mwambie Bwana, nimekushukuru kwa kuniwezesha kuona 2025 na Bwana atawabariki. Kuna station ngapi? Nataka watu wa station wainue mikono. Kuna station ngapi wainue mikono? Haya. Kuna kamera iko pale, onyesha hiyo station iko hapo. Watu wote wa huko mtakuja hapo. Kuna watu mtaelekezwa na ushers, kuna station iko hapo. Kuna another station iko wapi? Hapa. Kuna station iko pale. Kuna ingine iko wapi? Pale. Kuna ingine iko wapi? Huko. Na usiletewe, kama una uwezo jiletee, kwa sababu Zakayo ndiye alipanda mti, hakusaidiwa kupanda mti. Tuambiane ukweli. Kulikuwa watu wafupi Israeli, lakini ni kamfupi kamoja kalipanda wapi? Hakuna tufupi tutatu tuliambiana na Zakayo hakuambiana wapande. Amen. Kwa hivyo jipelekee karatasi wapi? Panda mti. Ambia jirani yako, wewe panda mti. Jipelekee mahitaji yako, because kutoka kwa kiti kupeleka mahitaji yako hapo, hiyo ni imani tosha ya kusema Zakayo. Yesu atasema Zakayo fanya nini? Good. Kwa hivyo na ukumbuke Yesu ndiye aliona Zakayo. Zakayo alipanda aone Yesu, lakini Yesu ndiye aliona Zakayo kwanza. Akamwambia Zakayo, I'm going to be your visitor. Today the Lord is visiting your needs. In Jesus Christ's mighty name. Wakati naongea hivi nagojea praise team wakuje. Au sio praise team wanaimba? Are you ready? Tuimbe na Pastor James na Pastor Sami. Tunaweza kugonga, tuko na sauti. Praise team. Enyi mkuje. Wale hawajaandika wanahitaji msaada, wainue kwa mkono, wasaidiwe na kalamu na kitabu na karatasi. Unajua kama sitachoma karatasi leo mtaniletea shida. Maana nilitangaza kwa mitandao, nimetangaza miaka siku zote. Kwa hivyo I must do it because it is faith. Wewe Fernanda, usiweke gari kwa kuchomwa. Una make sure umeangalia vizuri. Najua unaweza kuchomewa wife. Weke wife kwa kuchomwa, tuchome wife. Au kika kwa nyumba ukuta wife amechomeka. Muangalia vizuri. Kanisa, kama tuko pamoja mseme amen. In the next 40 minutes tunaenda kumaliza. Tukifika saa 10 tunasema neema tuende nyumbani. Si hapo ni pazuri? Pastor yako wapi? Aanze. Kuja tulete yetu. Ya kuchoma ulete kwa mtungi, tuweke na mtungi na wewe. Tuoni kwa maodera toshiniro. Kuna mambo nataka tuchomewe. Ya kuchoma iko wapi? Aya, kuja leta ya kuchoma tuweke na wewe hapa. Nataka tuweke na wewe. Sawa? Wewe tushike na wewe. Si haruruki. Wacha ni turushe. Kwenda kabisa. Hiyo iende kabisa. Nimefanya practically ndio uone tukichoma mambo yako izikwe. Si tunaizika? Magabu wako tayari mambo yao mabaya izikwe yote. Wengine hapa ameaibishwa, ananena wako vibaya. Mna madharau. Kama huko umeandika madharau, andika hapo chini madharau nyingi. Madharau iishe mwaka huu. Andika hapo madharau. Kama haujaandika bed bugs, andika hapo. Bed bugs zikufe zote.
Kama ni mende zile kubwa zinakaa kama flying squid na hazisikiagi motindum, zitasikia moto. Andika hapo. Mende maduong. God bless you. Sasa tutaongozwa na Ashas, tulete pole na Bwana wabariki. Mimi nitakaa chini kidogo, alafu nitarudi hapa tufanye ibada hiyo, tuseme neema. Wangapi wako hapa watakuja kesho ya next year, nione kwa mkono ya this year tukimalizia? Sio watu wote. Kwani hamjafurahia? Kama umefurahia sema amen. Mutakuja? God willing, in Jesus name. Wewe usijali ukiuliza ya kuchoma ni wapi, whatever. Sasa nimewapea nafasi mkae kama soko kidogo, tutarudi kutulia baadaye. Nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa mema yote alinitendea? Nitampa nini Bwana wangu Yesu kwa wema wote alinitendea? Ameniokoa, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Oh, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi uzima wa milele. Ameniokoa, amenikomboa, ameniahidi
wa milele. Nifanye mapenzi yake ili nifike mbinguni kwa Baba yangu. Ninatamani niombe bila kukoma, ninywe maji ya uzima wa milele. Yesu akasema mimi ni njia ya uzima, hakuna wezaye kufika kwa Baba yangu ila kwangu mimi ni njia ya uzima. Yesu akasema mimi ni njia ya uzima, hakuna wezaye kufika kwa Baba yangu ila kwangu mimi ni njia ya uzima. Yesu akasema mimi ni njia ya uzima, hakuna wezaye kufika kwa Baba yangu ila kwangu mimi ni njia ya uzima. Baba, natamani nikuone mbinguni. Natamani nikuone mbinguni. Yesu, natamani nikuone mbinguni. Masia, natamani nikuone mbinguni. Baba, natamani nikuone mbinguni. Baba, natamani nikuone mbinguni. Yesu, natamani nikuone mbinguni. Masia, natamani nikuone mbinguni. Kubaliana na neno lako Bwana, tasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, tasimama kwa neno lako. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nakubaliana
nitasimama kwa neno lako Bwana. Ni neno lako tu la kutumaini, umeliinua juu ya jina lako. Neno halikurudi bure, neno la kinywa chako Bwana. Wacha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja Bwana. Wacha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata likikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Neno lako tu libadilike, neno lako tu kutumaini, umeliinua juu ya jina lako. Halikurudi bure, neno la kinywa chako. Wacha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja Bwana. Wacha nilishikilie, nilitumaini nikikungoja. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Kila ulilosema ni kweli, hata likikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Ahadi zako kwangu ni kweli, hata zikikawia ni kweli. Nakubaliana na neno la Bwana. Nitasimama kwa neno la Bwana. Kubaliana na neno la Bwana. Nitasimama kwa neno la Bwana. Tusadieni kwa makofi mazuri, makofi ya Yesu pole pole namna hii, makofi ya juu pole pole.
Unaweza peperusha mkono wako wa kuume, peperusha tu mkono mmoja namna hii, mwambie Bwana ni asante, mwambie Bwana nakubaliana na wewe, mwambie nakubaliana na wewe. Nisizame Yesu uniokoe, nisizame Yesu uniokoe, nisizame uniokoe, nisizame uniokoe, nisizame Yesu, nisizame Yesu uniokoe, nisizame Yesu, nisizame Yesu uniokoe, nisizame, nisizame Yesu uniokoe, nisizame Yesu uniokoe, nisizame uniokoe, nisizame Yesu uniokoe, nisizame, nisizame Yesu uniokoe, nisizame, nisizame Yesu uniokoe, nisizame uniokoe, nisizame uniokoe. Ambia Bwana nisizame uniokoe, bali nahitaji uniokoe Bwana. Inua mkono wako namna hii, mwambie Bwana ni asante. Mwambie haijawa rahisi kufika hapa. Inua mkono wako mara tena. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu. Mwambie nitasema, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Oh, tutaingia lango lake na sifa moyo. Oh, tutaingia kwa shangwe kuu. Tutasema ni siku njema Bwana ameifanya, tutafurahi kufika mbinguni. Wamama tutaingia lango lake na
sifa moyoni, tutaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku Bwana ameifanya, tafurahi kufika mbinguni. Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba, nitajua ya ulimwengu nimeshayajua. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Sana nitaingia kwa shangwe. Oh Lord, wakati nitajikuta nitajua ya ulimwengu mimi nimeshayashinda. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Sana nitaingia kwa shangwe. Pastor, tutaingia lango lake na sifa moyoni. Inua mikono yako miwili namna hii, peperusha juu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, tafurahi kufika mbinguni. Waimbaji tutaingia lango lake na sifa moyoni, tutaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, tafurahi kufika mbinguni. Wangapi wataingia? Patia Yesu vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Tutawaona watakatifu barabara na mitume nchi hiyo, tutawaona, tutakula meza moja, nchi ya amani. Sana nitaingia kwa shangwe. Oh Lord, tutawaona watakatifu manabii na mitume nchi hiyo, tutawaona, tutakula meza moja, nchi ya amani. Sana nitaingia kwa shangwe. Wazee tutaingia lango lake na sifa moyoni, tutaingia kwa shangwe kuu. Tutasema ni siku njema Bwana ameifanya, tafurahi kufika mbinguni. Kanisa tutaingia lango lake na sifa moyoni, tutaingia kwa shangwe kuu. Tutasema ni siku njema Bwana ameifanya, tutafurahi kufika mbinguni. Peperusha mikono yako sasa namna hii, tutaingia mbinguni, tutamlaki Bwana wa mabwana, tutasema ni siku njema Bwana aliyofanya. Mbinguni ni nchi safi.
watu sijaona mikono juu. Nzuri, nchi safi kwa Baba, kuna amani, kuna furaha, huko ni kusifu. Tutakaa meza moja, nchi ya amani. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Nchi nzuri, nchi safi kwa Baba, kuna amani, kuna furaha, huko ni kusifu. Tutakaa meza moja ya nchi ya amani. Hosana, nitaingia kwa shangwe. Vijana tutaingia lango lake na sifa moyo. Tutaingia kwa shangwe, nasi tutasema ni siku njema Bwana ameifanya. Tafurahi kufika mbinguni. Mapasta tutaingia na sifa moyo. Tutaingia kwa shangwe kuu. Tutasema ni siku njema Bwana ameifanya. Tutafurahi kufika mbinguni. Nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, nitakuhimidi kila wakati, sifa zako ikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, wanyenyekevu wasikie. Mtukuzeni Bwana pamoja nami. Alimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na ovu zangu zote, akaniokoa na dhambi zangu zote. Nitamwelekea, macho yangu yakatiwa nuru. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na ovu zangu zote, akaniokoa na dhambi zangu zote. Nitamwelekea, macho yangu yakatiwa nuru. Nitakuhimidi kila wakati, zikinywani mwangu daima. Nafsi yangu itakusifu, Tukuzeni Bwana pamoja nami. peperusha mikono yako namna hii. Mateso yake mwenye haki ni mengi sana,
lakini Bwana umponya ovu zake zote na kuhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata umoja. Bwana asifiwe. Mateso yake mwenye haki imemesa, lakini Bwana umponya ovu zake zote na kuhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata umoja. Nitakuhimidi zikinywani mwangu daima, nafsi yangu tukuzeni Bwana, sei nitakuhimidi kila wakati, zikinywani mwangu wanyenyekevu, tukuzeni Bwana pamoja nami. Shangilia Yesu, nina siri naye Yesu, yanifanya niwe kwa amani, yaniburudisha, nikiruka hosana amen, yaniburudisha, nikiruka hosana amen. Wambie wanaolia wakiteswa, wacheni neema yake na rehema. Wote watafunguliwa, watawekwa huru, hosana. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha, nikiruka hosana amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha, nikiruka hosana amen. Yaniburudisha, nikiruka hosana amen. Shangilia Yesu zaidi ya hapo. Kwa sasa ya dunia kwangu ni kama mwambie sikiliza dunia, ujue. Mwambie tena sikiliza, mwambie nimehesabiwa
kwa damu yake. Jina langu sikiliza, jipigie makofi mazuri. Clap for yourself. Sasa tunaenda namna hii. Wajaluo kwa nyumba. Wajaluo kwa nyumba. Praise the Lord. Tunasimama sote, tusimame. Okulo Jehova, okulo Jehova, okulo Jehova, piga Mungu kabisa, okulo Jehova, okulo Jehova, okulo Jehova, say okulo Jehova, okulo Nyasaye, okulo Kawana, okulo Osana, okulo Jehova, okulo yeah.
pololoma. Ewanu watione kima. Chezea Yesu. Ewanu watione. Cheza kabisa. Yesu ni simama kwa Yuda.
nangai mauduma kwa mahela nekala. Tunaimba pamoja, 1 2 go. Nekala na
monene. Twende, twende, twende. Ruka, 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 ruka. Kitamba namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Kitamba, kitamba, kitamba. Mwega, wake hote.
1, 2. 1, 2. 2. 2. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamalizia vizuri kwa neema ya Bwana. Sasa kuna mzazi tumesifu, mtoto anatafuta mzazi ambaye anaitwa Titus Njuru ambaye amevaa jacket ya black. Unaweza ona one of the usher hata kudirect ili ya kwamba uweze kupata mtoto wako mahali alipo, maana tunakuanga na roho moja, watoto hawezi potea. Amen. Na pia kuna huyu anaitwa Abigail Wajiru Nyabura. Kama kuna mtoto umeketi na yeye anaitwa Abigail, mpeane kwa Asha aliye karibu na wewe ili ya kwamba aweze kufika katika Kristo Yesu. Mzazi wa Titus amepatikana. Ameketi wapi? Ainue mkono wake. Mzazi wa Titus. Haya, ukiona one of the usher utaweza kudirectiwa mahali yako. Lakini Abigail Wajiru mahali, kama umeketi na Abigail Wajiru, hako katoto kaulize kanaito kama ni Abigail, alafu then utaweza kutuletea na itakuwa sawa sawa. Amen. Wacha sasa tumkaribishe mtumishi wa Bwana kwa makofi katika Kristo Yesu, maana mashida zetu zinaenda kuondoka. Amen. Hallelujah. Si niliwaambia mwaka huu ni wa kufurahia? Nimeangalia watu wakiimba nikasema na watu wanaweza, nikasema na lugha ya mama na ndo no maine. Watu wanaweza kiona ruze wakina Juliet. Nimejua mahali hapo. Wengine wanapiganga makofi hivi, lakini leo tumeruka yote. Tumeenda Western, tumeenda Eastern, tumeenda Central, ni yuko kwingine ya tu kuenda. Nani anasikia kesha ya leo iko powerful? Glory, glory, glory. Sasa niulize tena, next year mtakuja? This year mtakuja? God bless you. Yule ajarete makaratasi in the next 14 minutes naenda kusema neema. Lete your needs. Simama mahali ulipo, lete haraka. Bwana akubariki. Jo. Kama ukulete mahitaji yako hapa, nisifunge ukiwa uko. Leta tu hapa mbele. Hakuna mtu hana mahitaji dunia hii. Si ni kweli? Sasa nashinangwa wale hawaandikangi ati yao wamejiwekea kwa roho. Yako ni nini? Niambie tu. Simama nayo tu hapo. Haya, onyesha huyu dada mahali ataweka mahitaji yake. Kuchoma. Tusichome school fees. Good. Wale watu wamekuja na passport na wale wamekuja na mchanga, kujeni msimame hapa. Kindly come and stand here. Kwa sababu umefanya kiimani, I want to pray. Na sijui ministers mtakuja kusaidia mfungue. Sasa huwezi kujua mchanga yako. Pastor Sami kuja hapa tuju. Niondolee hiyo mtungi kidogo, please, deacons. Usiangalie, wachana nayo. Wachana nazo. We, rudisha mchanga. Umeshika? Ulikuwa unajua yako? Okay, ni sawa tu. Wale wamejua yao ni sawa. Hata kama wacha tu ikae kwa madhabahu, itafunguliwa. Ndio nilikuwa nasema ministers wafungue, wasimame nayo. Wacha msaidiwe na ministers hapo.
wao wamesema mwaka huu mchanga ya kwao lazima Mungu afanye kitu. It is not a doctrine but it is by. Kama uko na document, umekuja na passport, kuja usimame hapa, alafu ni anoint mahitaji. Ni mengi kihesabu hizi karatasi, na zile ziko kwa mtungi ni karatasi 10,000 na kitu, ni about 40-50,000. Wale wanatazama naenda kuwaongoza. Kwa hivyo nikimwaga mafuta hapa uwe connected. Nikienda kuchoma, maana sitachomea hapa kwa sababu ya hii tent, lakini itawasha tu moto, na wewe uwashe moto wako mahali ulipo, then we will judge the don'ts, na zote zitaisha kwa jina la Yesu Kristo. Hii yote mnaona hapa, yule anachukua kamera ako wapi? Cameraman, where are you? I need these needs zionekane. I need the camera person, hapa. Ako wapi ya Isaac? Nataka dunia yote ione ya kwamba kile tunafanya hapa, hata kama wacha kutafuta mchanga yako tu, usijali. Ministers pandeni hivi, mshike mchanga. Pandeni, ministers wote wapande huko juu. Ujeni. Kuja tu. Unafungua, mtafungua tu. Saa zingine zimewekwa 3 knots. Fungua kabisa. Chukueni mchanga, sijui mtafanya namna gani, mtachukua pastors wale wako hapa. Pastor Jane, Pastor Jane msaidie hapa kidogo. Ene chukua 2 alafu mfungue. Amen. Praise the name of the Lord. Niko na anointing oil hapa. Hii anointing oil imeandikwa from the Holy Land Jerusalem. Lakini I'm going to anoint, but the best anointing, the sure anointing, the true anointing is the Holy Spirit. Lakini tunatumia substance. Unajua kwa nini Wanaisraeli walikuwa wanatumia mafuta? Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa Waisraeli walikuwa wanapaka kondoo ndio nyoka. And that's why unakuta anointing oil before the coming of the Holy Spirit ilikuwa inatumiwa na wanafunzi, na ilikuwa hata James alisema wazee wachukue mafuta wapake wagonjwa. All right? So me I'm using this anointing oil. Na nikiitumia kirohoni itadeliver maisha ya mtu hapa. Mungu atadeliver, Kristo atadeliver maisha ya mtu kupitia mafuta haya. That is by faith. Amen. Because God used substance, or Jesus used substance to perform a miracle. Si ni kweli? Alikuwa anafanya nini? Ulicho nacho mkononi ni fimbo. Nini uko nacho? Ni hichi. Mimi sasa niko hapa na oil, na tumekuja kufanya kesha hii siku ya leo. Nikianoint mahitaji yenu, mambo makubwa yatatendeka. Kwa hivyo tuamini hii chupa yote kwa imani itaishia tu hapa. Niko na matchbox hapa. Hii nitawasha shida zote. I'll judge them, zitaisha. Naomba tu niwekewe Job 22 and verses 28. Job, Ayubu 22 na mstari wa 28. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Hebu niwekee version hiyo nyingine ya Kiswahili. Ayubu 22 verse 28. Chochote utakachoamua chochote utakachoamua kitafanikiwa, na mwanga utaziangazia njia zako. Wangapi wanaamini chochote ambacho wameamua leo kitafanikiwa?
Ayubu 22 verse 28 liwe neno letu siku ya leo. In English inasema, Kiingereza inasema, you will also declare a thing and it shall be established for you. So light will shine. Wacha niwaambie 2025 the light will shine on your ways. Kwa hivyo nikiomba siku ya leo mwanga wa Mungu mwangaza, nuru ya itakuangazia mahali popote unaenda. Hakutakuwa giza tena. Wale wako huko nyuma, kama umeamini hilo neno sema amen. This is your word, na usisahau. Nitaenda kuombea michanga. Mumeshika nyinyi wote. Pastor Raya kuja hapa, you join the group. Tusaidiane. Nipate madikons na dikones kadhaa wakuja wasaidie hii. Nyinyi mko na document, mtainua document, hata picha shiro. Utainua. Jesus, I worship you. Kulete mchanga ni imani kubwa sana, hivi kwamba unasema nataka kwetu kubadilike, mchanga ya kwetu ibadilike. Najua watu wameandika hapa mahitaji ya mashamba, nimeombea, lakini kiimani ni vizuri. Hata mimi nikienda mahali nikialikwa, huwa ninanenea mchanga. Hata hapa tu jana before wakati tent imewekwa, nimekuja tumenenea mchanga wa hapa, kwa sababu mchanga ukikukubali na hewa ikikubali uko sawa. Najua kuna watu wanakataliangwa na mchanga. Hata kuna mtu anaenda kijiji fulani kinamkataa. So natangaza leo, na wale mnatazama mkiwa nje ya Kenya, najua leo umekuwa na matatizo kidogo ya sound na nini, lakini mahali popote ulipo kwenye Facebook na YouTube, nataka tuamini pamoja, this is your kesha, because this is an international kesha. It is the kesha of the Holy Spirit, full of the power, full of the presence. Ipo nguvu za Mungu zimeshuka na zitatembea. Utacheka 2025 mpaka ujingaure. Mpaka ufanya nini? Utacheka kabisa mpaka extreme. Hivyo to the extreme ni kusema watu wakilia wewe ni mwenda wazimu. Najua kuna mahali maandiko imesema kwenye Corinthians, Paulo anasema hata kama ukiona niko na kawenda wazimu kadogo, niko na kawenda kwa sababu ya Mungu. Ni Bible. Akasema kama umeona tumekuwa wazimu, tuko wazimu kwa ajili ya Kristo. Sasa Bwana anaenda kuinua watu wake sana. And this is the year watu watatafutwa sana na Mungu wao. Glory to God. Mumemshika, imebaki. Kwa hapa mbele shikeni mchanga. Mtashika ngapi? Saidieni. Najua nataka kuzi anoint. Leo hakuna mahali amuendi kazini, munaenda tu kulala. I know. Hata kuna biashara inafunguliwa. Kwa hivyo, abia jirani yako tulia. Si leo ni holiday? Si tarehe moja? Tunaenda kulala. Sasa ukienda kujinyosha, ujinyoshe vizuri. Maono ya mbinguni kufungukie. Na bado michanga imebaki. Kwani michanga ilikuwa imekuja ngapi? Wewe wadugu wa kwaya, kujeni, mko hapo mbele. Kujeni na uniform. Najaribu kuangalia wale wako na uniform wakuja. Shikeni. Tunataka tuwasaidie hapa kwa madhabahu, ndio tuombe. Ati chochote tutatangaza kitafanikiwa. Chochote. Leo kuna kufanikiwa kukubwa sana. Watu wa Emirates wale wanaenda na Emirates, ni salimieni Emirates, ndio hiyo. Kenya Airways, British Airways, American Airways. Munaenda? Haya, nisalimia vile unaweza kunisalimia ukiwa kwa ndege.
Mtu akipanda kwa ndege akiambia watu bae, akifika hapo anasimamanga, anapiga kayutani pole pole, anafanya mkono, anaendelea. Nifanyieni hivi wale wanaenda na ndege. Amen. Hey, Nairobi kutabaki na iwe connected. Nyinyi mko na passport, niweni passport zenyu nione. Wale wengine wote watakuwa connected. Na ninawaambia siku ya leo itakuwa siku ya kihistoria. Hii ndio mlioni kitangaza kwa Kameme karatasi 2, kwa Inoro karatasi, kwa All Time TV na kwa Facebook. Ndio tunaenda kuombea. Wameisha tena. Atele, kwani mlikuwa hii mchaka hii ni proti mzima imechotwa. Hapana, sio 3. We kujeni wengine wa ni group gani? Blue kujeni. Hawa ni hiyo kara ni gani, green au ni dhimu kara? Praise team, naita wadugu na wadada kama 10 wakuja hapa. Mr. Patrick. Ukweli ni kwamba watu wanaenda kulala. Kwa hivyo hana haraka. Aya, next time ukuja na ya kwenyu. Unajua kuna dada mmoja kwao katikati ya shamba kulifunikwa kichwa ya kuku. Wengine walifunikiwa kichwa ya mbuzi. Wengine kulimwagwa pombe. Sasa familia inahangaika. Practically tunaenda kufanya hivi, naenda kuanoint mchanga ya hawa yote. Kama imenenanga umaskini ishe. Kama ilishika destiny yao iachilie. Unahangaishwa Nairobi, unasikia kurudi Ushago. Na ujuangi kwa nini unataka kurudi Ushago? Kitu kilinenewa kwenyu. Alafu unashindangwa ni nini mbaya? Nataka kwa imani nikiombea hii michanga tusimame. Utainua mikono yako in the spirit to connect na kwenyu mahali umetoka. Wewe hautatapikwa na Nairobi. Maroho za mashambani hazita kuitisha. Imagine ukiitwa kwenyu ukalimia watu mashamba. Sema sio mimi. Sema tawe. Tawe ni kusema nini? Sio mimi. No. Tusimame. Zimechukuliwa zote. Nani angetaka mashamba yako ikumbukwe? Wala wamesimama. Tusimame sisi wote. Hata kama unakaa kwa kukomboa na ulilelewa kwa kukomboa na ulizaliwa kwa kukomboa. Abraham alibarikiwa na mashamba. Bible inasema and Abraham was blessed with lands. Mashamba mengi. Shamba ni Biblia. Nitawabarikia mashambani. Deuteronomy 28 inasema nitabariki shamba lako, nitabariki uzao wa shamba lako. Tunafafutanga pesa, hata tunaenda Amerika, si kwa sababu ya jambo lingine. Tununue kashamba. Umeisikia mahali kuna gari mafuta? Kuna kuanga na nini? Proti nini? Hiyo jina mafuta si mchezo. Na sisi tunafanya hapa proti nini? Good. Kwa hivyo I want to raise a holy altar ya kudeclare that kila mtu aliye hapa 2025 unaenda kubarikiwa. Si mtu akae kwake awe na shamba, awe na land, atapanda tusukuma hapo nje. Kwanza wewe mnasumbuanga na ma neighbors kwa mahali unakaa. Wanakuambia utoke, na mimi nitakusukuma utoke ukajenge kwako. Anakusumbulia hiyo mitungi ya maji mnashinda mkikorofana hapo. Unajua mtu akiwa ameokoka vizuri kama mimi kwa plot, zile fujo zilikuwa za mama kwa plot. Nikiwa single, sikuwa naezana nazo. Unajua mama hapo wamepigana. Sasa mimi nilikuwa nanunua maji au ninanyemelea usiku wa 8. Mimi nilikuwa nachota maji saa 8 ya usiku. Wakati wa mama wote wameondoka. Sasa hii vita iko kwa plot. Ndio Bwana anakuondoa leo. Wangapi wamechoka na ile maisha wanakaa ya plot? Si mumeandika hapa? Na yote yameandika ikiwa hapa agenda ya maisha ya kukaa kwako. The Lord has had. Tuinue mikono. Na nyinyi niweni dokumenti zenyu zote. Tuna nullify document ya daktari. Natangaza passport ifanikiwe.
Kwa hivyo mko wengi, siwezi wekelea mkono. Natangaza huyo husband arudi. Wengine wamekuja na picha zao. It is faith, si ni kweli? Ni imani inafanyanga mtu afanye hivyo. Zakayo alipanda juu ya mti, tufupi twingine tulibaki chini ya mti. Kupanda ni kusema you make the next step or you make an extra step. Tuinue mikono tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu saa ndio hii ya asubuhi. Tumeleta makaratasi saa 9 yote na bingu ilikuwa inashuhudia hayo. Saa hii ni saa 10, imefika wakati wa kuinua mahitaji haya yote mbele zako. And this is a historical event. It is a historical service. Maana kile kinaenda kufanyika siku ya leo litakuwa kumbukumbu jambo hili mbele ya macho yetu na kila mmoja anayetazama. Hawatasahau kesha ya 2025 ya 2024-2025. Maana Bwana Yesu umeachilia speed anointing na overtaking anointing. Watu walio hapa wote na wanaosikiza umewakwamua wote, na chochote tutakacho kitangaza kitafanyika, kitafanikiwa. Kwa hivyo kuna ufanisi mkubwa sana asubuhi ya leo. And spirit of stagnant, the stagnating spirit, the spirit of delay, the spirit of going round and round, leo ndio tuna break. And your church is taking the right turn, the right direction. Hakuna kukwama tena kwa jina la Yesu Kristo. And now officially in the spirit naenda kumwagilia mchanga huu mafuta, na hii mafuta imebarikiwa, and the Lord you are going to kushuka na mambo makubwa yatatendeka. Hii mafuta nimeitakasa na Roho Mtakatifu uko hapa. You are the oil, and Jesus, you are performing miracles. Ainueni mikono. I declare in the name of Jesus, hii michanga yote, hiyo mafuta inaenda kwenda, inatoka nyingi. Afadhali ningekuwa na kabakuri. Kuna laana zinaondolewa. Sikieni utulivu. Mwagika mingi. Itaisha. I'm looking. Allow me to use this one. Nataka nishikuja. Nani nakuja hapa? Kuja Pastor Samuel kwetu. Kuja tu. Umeona vile umetulia vizuri? Niweke hapa. I declare from today, michanga ya hapa imebarikiwa. In the mighty name of Jesus Christ. Shamba lenyu nikianoint, unaweka pale chini, unaiondoa. Haya, tunafanya kiimani. Kwenyu kumefunguliwa. Nikifanya hivyo, kuna watu kirohoni kwao hawataitishwa na maroho zile zinawafuata. Wanapewa funguo. Wengine wamehamishwa makao yao by faith, by fire. Hebu nipatie grass moja hapo. Sijui grass itatumika. Hapa. I'm waiting for one glass there. Nani yako hapo chini? Pastor Jalamba, wacha niletewe. Kuja nitaletewa. Hizi za maji hizi. Au niletee hiyo chupa. Ile koko gari. Kama una bali ikiwa sema amina. Amina. Ninaomba tuchezewe music ya background. Imewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwagilia hiki kidogo, kuonyesha kidogo.
weka hiyo sasa. Haya, nimepata msaada. Nimepata msaada. Bwana, ninanena kwa jina la Yesu Kristo. Good. Haya, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, kitendo ninafanya hapa ni cha imani. Kama una imani kwenyu kumebadilika, unasema amen. Amen. Unaona vile ninafanya? I'm declaring a thing. I'm declaring a thing. Hata mchanga ya Ukambani, ya Western, kuna watu wanahamishwa wakuja Kangudo Road. Bana akumbuke kifo. Hakuna mchanga hapa itakuwa na kifo. Nimetangaza siku ya leo michanga yenu haitaitisha death. Na nyinyi wa shirika mumetoka mbali, mmekuja, jaza tu. Tunasema kuoga ni kufanya nini? Withamba. Ndio unaona hii ni ibada tunafanya siku ya leo. Mufanikiwe sana in Jesus mighty name. Amen. Kama unajua mchanga yako utachukua sasa. Kama haujui usichukue. Sasa unaweza angalia wewe umetoka Tomotomo alafu uchukue ya Kalonzoweni. Sasa unaona. Gani sijawagia. Au umetoka Murorongo unachukua ya Kudalira. Na mahali panaitwa Kudalira. Au unachukua ya Maodo Nemeri. Unajua hapa kunaweza kuwa kuna ya Maodo Nemeri. Sasa siku ya leo Mungu anadhibitisha ukuu wake. Hii hujafungua? Ulikuwa hapana? Hii kuna ulikuwa na 4. Eh. Naomba watu wengine wanunue mashamba South Africa by faith. Wengine wanunue UK, mununue mortgages in Jesus mighty name. Katika Kristo Yesu. Zile zijaombea. Aya, sasa nyosheni mikono yenu mliko melete mchanga hapa. Kuna wengine hapa, iko wapi? Iko hapo. Hivyo, wengine wanasema niongezee hapa tu. Sasa wanasema ati wanataka sosa. Yopi. Hiyo si imeombewa? Mama Mudhoni. Unataka sosa? Haya. Tunyosha mikono. Haya, tusimame sisi wote kama uko hapo. Father, in the mighty name of Jesus Christ, na kushukuru kwa sababu wewe ndiye mwenye mashamba, wewe ndiye mchanga wa duniani. Kuna siku shetani alikwambia umuinamie akupe urithi wa duniani. Kumbe ulimkemea, maana kila kitu ni chako. Fedha na dhahabu ni zako, mali yote iliyo duniani ni yako. Na ukasema ni ya watoto wako Mungu wetu. Na kuanzia siku ya leo, mwaka wa 2025, natangaza watoto hao wote wapate mashamba, wapate maproti ya kujenga. Na mchanga yeyote huwa inaitisha makaburi. I rebuke the spirit of grave. Hakutakuwa premature death. Michanga haitaitisha wafu. Kwao kutakuwa na madhabahu matakatifu. Mchanga yote ina umaskini. Umaskini umeondoka. Rotuba imepatikana. Utajiri umepatikana. Kwao kutazaa sana mazao ya ng'ombe, mazao ya mifugo, mazao ya shamba, mazao ya wanadamu wataongezeka sana katika Kristo Yesu. Asante, umenisikia. Asante kwa mikono yote imeinuliwa. Sasa hivi naomba Baba, hata walio na passport na documents zao, nimetangaza zibarikiwe siku ya leo. Vile wameinua kwa madhabahu na mbele zako,
ushuhuda mpya umeweka ndani yao. They will carry a living testimony and they will testify this year, na wataingia mandege hawa. Dokumenti zote walionyang'anywa mali umerejesha mali zote. Chochote ambacho ni chao, ni haki yao. I declare today and it is established, na kimerudi in Jesus Christ mighty name. Na mseme amen. Bye. Rudini kwa viti. Endeni mfanikiwe. Ukifanya hivyo wengine wote watakuja. Haya, salimia mwenzako hapo hivyo. Haya, Bwana wabariki sana. God bless you. Tunaweza kurudi kwa kiti. Nataka tumalize sasa. Nataka kwenda kumwaka kwenyu. Mchanga yako unajua ministers mungetoka hapa. Tumungekaa hapa tu ministers na pastors. Unajua nataka mnipe space hapa. Nataka kuanguka kwa mtungi. Hapo. Rudini mtakuja kuangalia baadaye. Tukisema neema mtakuja. Wewe sikia. Mami. Nyako. Haya. Bwana amen bro. Ulikuwa nayo hapa nikiombea. Ombe. Ukailete. Ukalete chupa. Haya, sitamwagia chupa, uende utupe. Huyo kijana wako asikufe na pombe. Amioka, nenda kuombea hizo vitu zote hapa. Najua nataka tusaidiane hii kazi. Pastor Sami tutaenda. Haya, praise the name of the Lord. Nataka kuanoint mambo ya 2025. Alafu ile ingine nimalize naye. Tuijudge, tuifunike. Sinaomba tusimame. Hatuwezi kufanya hii ibada mkiwa umekaa. Nirudishieni hiyo mtungi hapa. Wewe Deacon, shikeni hapo. Aya, itapandishwa hapa kidogo. Ipandishe hapa. Ndizo sio nyinyi, wadogo wako. Naenda kuzika na kuchoma kila kitu ambacho kimekusumbua. Mimi naamini watu karibu watu wote hapa watakuja. Wangapi wanakuja na ushuhuda? Unajua hivi mnaona nimesimama hapa. I am a living testimony. Na mkiona nikifanya hii ni faith tunafanya. Praise God. Neno limesema Job 22 verse 28. Tutatangaza kitu na itafanyika. Sasa imagine hizi mavitu zote kwa hii mtungi. Vitu 12,000 zimesumbua watoto wa Mungu. Hapa kuna bed bug inakufa. Cockroach flying squad. Mnajua zile kubwa. Hapa panya zile, unajua kuna panya inakuangalianga hivi na kusimailia. Unajua panya hizi ambazo ukiziambia ziende zingine haziendangi ni mapepo. Ukiambia we au ukisimama inakuangalia hivi, inakaa kama inataka kupiga kisu. Ziishe zote katika jina la Yesu Kristo. Hapa kuna mtu ameandika roho ya umaskini iondo. It's going to die. Oh, glory. Haya, nyosheni mikono hapa. Then ikichomeka moja itaondolewa ipelekwe na huko. Nyosheni mikono hapa kila mmoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja kutangaza mashida za watoto wako 2024. Zile walikuwa nazo zimekufa zote. Na 2025 ninaenda kuanoint baraka zao. Hapa kuna utasa unachomeka. Kuna roho ya umaraya inachomeka. Kuna roho ya masturbation inachomeka. Kuna roho ya kuhangaishwa inachomeka. Kuna roho ya magonjwa inachomeka. Kila chochote kimeandikwa hapa cha kuungua, I judge officially right now that from today mambo haya yote yamekufa. I judge with fire and I declare 2024. Nishikie moja.
2024, mahitaji mambo ambayo imesumbua watoto wako nimeichoma siku ya leo. In the name of Jesus, I destroy. There is power, power, wonder, power. Imeenda kuzikwa. Ukimwi umeenda. Diabetes imeenda. There is power. Peleka kabisa na huko na kamera tunaona. Pelekeni tu tuonyeshe. Yambieni bye. Power, wonder working power. Shines blood. Imeenda. Usitoe mpaka tuone imeenda. Kwenda kabisa. In the name of Jesus. Mashida ya 2024 kwenda. Enda. Wale wako kwa YouTube na Facebook, chomeni hapo. Choma iende. Imeenda. Wow. Ndio hiyo. We have judged. All 2024 issues zimeisha. Zimeisha. Goita imeenda. Magonjwa makubwa yameenda. Conflict zimeondoka. Diabetes imeenda. Poverty imeenda. Struggle imeenda. Homa imeenda. Uvimbe imeenda. STD imeenda. STD imeondoka. Every kind of sickness imeenda. Maroho za warogi zimechomeka. Ndio hiyo. Ndio hiyo rabasha. We. Kwenda. Enda. 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 Hey. 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 Oh, sharaba. Watoto wa Mungu watasumbuka tena. By fire, by fire. By fire, by fire. By fire, by fire. Yote inanyonywa kunyonywa, inakamuliwa kukamuliwa. Chochote umeandika hapo kitakuwa majivu, hautakisikia tena. Hiyo roho ya Misri hautaisikia tena. Hey, hey. Mwadhani imeenda, imeenda, imeenda kwenda kabisa. Vifo vimeenda. Hakuna makaburi tena kwenyu. Hakuna maaccident tena. Roho za mikosi zimeenda. Roho ya kuonewa imeenda. Struggle imeenda. Wacha ichomeke ndio mtu atuseme niliona ile ambao haikuangua kama ni yangu. Wacha iungue kabisa mpaka tuiambie bye bye. Au muko na haraka? Aya, muko na haraka? Hata unainyoshea kwa sikio unaambia chomeka kabisa, we kwenda mashida. Hiyo kumoga makamasi. Ati? Hana haraka, hatuna haraka, wacha ichomeke. Mkumbuke hizi ichoma tunachoma. Tunachoma mashida na matatizo. Kwenda kabisa. Hiyo maandiko imeandikwa hapo iende.
umuhimu wa kuja 31st kesha hapa ni ndathi gwa gitahigo cinero karatathi ajino ndio hiyo. Hii ndio ilikuwa imeleta watu wengi. Hii si imeenda chomeka kabisa, ati utarudi ushago. Hata kuna mtu ameandika na capital letter, mashambani sirudi. Ndio hiyo, haurudi, sema zirudi. Labda uende ukafanya mabiashara huko, lakini ati umeshindwa kulipa nyumba, sijui umeambiwa ukienda watoto usirudi, kwenda kabisa. Wale walikuwa wameambiwa, alikuwa amesema my husband alikubali, roho ya my husband matusi iishe. Matusi ndio hiyo, ndio hiyo matusi, ndio hiyo stupid. Kasia ndio hiyo, ndio hiyo umbwa ya mtu. Unajua ni watu, hiyo ni matusi watu wanatukana. Unajua wanaume na wanawake mkoja muuzi tu, ndio hiyo. Choma kabisa. Roho ya ujinga ndio hiyo. Imeenda, watoto sasa ni werevu. Iende kabisa. Shetani anasikia power tu. Moto umewaka. Shetani huyo. Huyo moto umewaka. Siwasikii. Moto umewaka. Shetani huyo. Sema kwenda. Bas, tuondolee sasa, turudi hapa. Bas, haya wana simameni sasa, tufanye hii sasa. Najua sasa ukiangalia ile iko huko, hii ndio sasa mahitaji. Mtanyosha mikono yenu hapa, wengine tusimame tunyoshe. Nikimaliza hii tunasema neema, tunaenda nyumbani. Naombea sadaka yote imetolewa, Thanksgiving imetolewa. Upe watu wako mali kwa jina la Yesu Kristo. Pastor yako wapi? Where are you? Kuja Pastor Sami, kuja hapa. Kuja ni hapa, kuja hapa. Kuja hapa Pastor Jaramba. Ile karatasi ya kwanza nimeona imemunilika, ni title deed. All Thanksgiving zimepokelewa na Mungu na sadaka zote zimetolewa leo na zimetakasika kwa jina la Yesu Kristo. Every offering is clean in Jesus Christ's mighty name. Leteni pa. We, ako wapi watu kunisaidia? Haya ni mahitaji zaidi ya 12 makaratasi, 12,000. Ukitimes na kama 10, the 10 needs or 20 needs, ni needs nyingi sana. It's more than 200,000 needs ziko hapa. Nikizitaja siwezi kutaja zote. Lakini huwa tunamwabudu the omnipresent Father, the all-knowing Father. Tuinue mikono yetu mbinguni. Ati Yesu akachukua mkate. Akachukua mikate 5 na samaki 2. Akawaelekeza mbinguni. Akashukuru. And God multiplied the bread. The same. The needs ambazo mnahitaji. Jeremiah 29 verses 11. Jeremiah 33 verses 3. Niite na mimi nitakuitika. Nami nitakuonyesha mambo magumu ambayo hata wewe haujui. Kuna mambo mengi hapa umeandika, mengine utafanyiwa zaidi. Exceedingly above. And they will overflow. Mahitaji ya watoto wa Mungu inaenda kupokelewa 2025. And them that know the Lord, their Lord, they shall be strong and do exploit. Bwana anakufanyia exploit this year. Anakufanyia mambo makubwa. Bwana Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo. Haya ni mahitaji ya watoto wako. Nimelete pamoja na haya yale yako kwa YouTube, Facebook na All Time TV. Yale yote kwa mitandao nimeiweka hapa kwa imani.
ninaenda kuianoint kwa jina la Yesu Kristo. Na haya ndiyo mahitaji. They are the needs of your people, Lord. Na wangetaka uwafanyie mwaka wa 2025. Hapa kuna financial breakthrough. Kuna mahitaji ya kifedha. Kuna mahitaji ya afya. Kuna mahitaji ya mashamba. Kuna mahitaji ya magari. Kuna mahitaji ya ndoa. Kuna mahitaji ya favor. Kuna mahitaji ya spiritual gift. Unaenda kufanya sasa hivi. Upendo, utukufu wa Bwana umeshuka. Lord, I present 2025 needs za watoto wako. Nimelete mahitaji yote kwako. Mahitaji ya kazi, mahitaji ya kampuni, mahitaji ya tenders, mahitaji ya kuweka biashara, mahitaji ya kulima mashamba, kila aina ya mahitaji iko hapa mfalme. Lord, I anoint them, Lord. I anoint all the needs. I anoint all the needs. Inua tu mikono yako. Na sasa I make declaration. 2025. Mahitaji ya kiroho, mahitaji ya kifedha, mahitaji ya kifamilia, mahitaji binafsi, siku ya leo yamefika mbele za Mungu. Nimetangaza mwezi wa Januari, mwezi wa Februari, mwezi wa March, April, May, June and July, August, September, October, November and December. For the next 12 months, all the needs of your people utayasikia na utakutana nayo. I declare, mahitaji ya watoto wa Mungu yamesikika, yamefika mbele za Mungu, yamejibiwa. Glory! Hallelujah! Tupige Yesu makofi na tushangilie. Shangilia. Inua mikono yako mbinguni. Utukufu wa Mungu umeshuka. Kila mmoja aliye hapa, the next 12 months, by faith, by fire, by the answer of God, kwa majibu ya Mungu, 12 needs zitakuwa zimetimizwa. I declare it in the name of Jesus. Tupige Yesu makofi mazuri tena. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Angalia jirani yako, mwambie mahitaji yangu 12 yametimia. Sema yale yote nimeandika. Mwaka huu. Muguza mwambie mwaka huu. Niangalie vizuri. Bwana ameyasikia yote. Amen. Haleluya. Tutasema neema pamoja katika Kristo Yesu. Tumebarikiwa na karibuni sana Sunday service. Huwa tunakuwa na ibada 2 kuanzia saa 2:30 na ibada ingine tunaanzia saa 5 na 15, na tunakuanga na 1 hour prayer ya maombi ya kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2:30. Tunakuja tunaomba. Kwa hivyo nachukua nafasi ni wakaribisha pale kanisani Don Home CFF, na Sunday pia kuanzia saa 3 kwa Citizen TV. Tutakutana hapo na mtumishi wa Bwana akinena neno la Kristo Yesu. Amen. Katika Kristo Yesu. Kuna Tamara ambaye Tamara Shita
Ni sawa. Anatafuta na mzazi wake, kwa hivyo ni vyema Tamara, mahali huko mzazi wako anakuangalia, usikubali kwenda na mwingine katika Kristo Yesu. Tusimame tuseme neema pamoja. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, Roho Mtakatifu na hata milele. Amen. Bwana wabariki sana wale wanahitaji magazine.